إلهي ضاق صدري ولست أدري بأي علاج أداوي ذنبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا معلمنا وقدوتنا ومرشدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سادة الكرام أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua ni silaha na kinga ya Muislamu. Katika shuruti za kukubaliwa dua tumefikia sharti la 8, kuzidisha kuomba dua wakati wa raha. Kutoka kwa Abu Hurairata radhiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda ash-shada'id wal karb falyukthiri ad-du'a fi ar-raha, anayetaka Mwenyezi Mungu amuitikie wakati wa shida na huzuni, basi azidishe kuomba wakati wa raha, kuomba dua wakati wa raha. Ama katika adabu za dua, kwanza kabisa unatakiwa kuwa na udhu. Kutoka kwa Abi Musa radhiyallahu anhu amesema, aliomba Mtume sallallahu alayhi wasallam maji, akatawadha, halafu akainua mikono yake akasema, Allahumma ighfir li Ubayd abi Amir wa ra'aytu bayadha ibtihi faqala Allahumma ij'alhu yawm al-qiyamah fawqa kathirin min khalqika min nas. Ewe Mola mtukufu, msamehe mja wako Abi Amir, na nikaona weupe wa kwapa zake kwa namna alivyonyanyua mikono yake kumwomba Allah mtukufu. Akasema Bwana Mtume, ya Allahu ya Karim, mjaalie huyu bwana, yani huyu Ubaid Abi Amir, siku ya Kiyama awe na daraja ya juu katika viumbe miongoni mwa viumbe wako, awe katika daraja ya juu sana katika viumbe wako miongoni mwa watu. Pili, kuelekea qibla. Kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, istaqbala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Ka'bata fadaa ala nafarin min Quraish ala Shaybata bin Rabi'ah wa Utbata bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah وأبي جهل بن هشام فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. Mtume sallallahu alayhi wasallam alielekea qibla akawaapiza. Hapa kuna daa alaihim kawaapiza, daa lahum kawaombea. Hawa Mtume kawaapiza watu 4 katika Makuraish. Waliowapizwa na Bwana Mtume ni Shaiba bin Rabi'a na Utba bin Rabi'a na Walid bin Utba na Abu Jahl bin Hisham. Na anasema bwana mkubwa Abdullah bin Mas'ud anasema, namshuhudia Allah, nimewaona wameuawa na jua limewabadilisha, wameanza kuoza, na ilikuwa ni siku ya joto mno baada ya kuapizwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu amesema, alikuja Tufail bin Amr ad-Dawsi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hakika watu wa kabila la ad-Daws wameasi na wamekataa kusilimu, waapize ya Rasul Allah. Akaelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam al-qibla na akainua mikono yake akasema, Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim, Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim. Ewe Mola mtukufu, ya Allah, waongoze kabila la Daws na walete hawa waje kwetu, waachie waje kwetu. Ewe mtukufu uliotukuka na kila mapungufu, waongoze kabila la Daws na waachie waje kwetu. Hili lilikuwa ni dua la kuwaombea kheri kutoka kwa Mtume. Mtume akiapiza linakwenda, akiomba kheri linakwenda. Ni dua ar-rasul laysa ka duai ahadikum. Naam. Kutoka kwa Bibi Aisha radhiyallahu anha wa ardaha amesema, niliingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, naye alikuwa kavaa kikoi na joho la kuogea. Akaelekea qibla na akanyosha mikono yake akaomba, akasema, Allahumma innama ana basharun
فأي عبد من عبادك ضربت أو آذيت فلا تعاقبني به. Ya Allah, nakuomba Mola wangu, mimi Muhammad ni mwanadamu, ikiwa nimempiga mja yeyote yule katika mja wako au waja wako, au nimemuudhi mmoja katika mja miongoni mwa waja wako, basi usiniadhibu kwa ajili hiyo ya Allah. Haya, sisi tulopiga watu tukawaudhi na watu, turejee tumuombe Allah msamaha, na kama unamjua mtu huyo basi kamtake radhi. Wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. أعود إليك